Kuna wakati maisha kulazimisha kuchagua kati ya kuokoa mtu unayempenda au kubaki mwaminifu kwa moyo wako, na mara nyingi chaguo lolote lile linaweza kuumiza. Baadhi ya hadithi huzaliwa kwa mapenzi, nyingine huisha kwa maumivu, na zingine pia hubadilisha maisha milele. Karibu kwenye ulimwengu wa simulizi zenye drama, siri ya mafundisho ya maisha. Hii ni Epic Recap Africa, mahali ambapo kila hadithi ina sauti. Hii ni hadithi ya mwanaume aliyekabiliwa na maisha ya ndoto, lakini kile alichokuwa akipokea kilikuwa kinamgharimu kitu kikubwa zaidi. Tuingie kwenye filamu. Kelechi na mpenzi wake Agatha wanaishi maisha magumu sana ya mtaani. Licha ya hayo, walikuwa wanapendana sana tunaambiwa. Sijui nyinyi pia mnapendana hivi au mapenzi yenu tuyaache? Kila siku ni kazi tu. Chanzo chao pekee cha kipato ni hii daladala moja chakavu, yani matatu. Kelechi ni dereva na Agatha ni kondakta. Asubuhi zao huanza kwa jasho kila wakati. Wanapoingia mzigoni, kila mmoja anachukua nafasi yake. Kelechi anakaa nyuma usukani, huku Agatha akipiga kelele kuita abiria kwa sauti iliyozoea vumbi la barabara. Si mnaelewa kazi za makanga zilivyo wadau? Lakini siku hiyo gari linagoma kuwaka. Kelechi akamuita Agatha aje amsikilize kuhusu tatizo hilo, lakini Agatha akaendelea kutoa abiria kana kwamba hakuna kinachoendelea. Hatimaye bana, Kelechi akalazimika kushuka mwenyewe. Akamwambia Agatha wazazi kuwa gari haliwazi kuwaka tena, lakini Agatha akapuuza tu. Akamjibu kwa hasira kwamba aache mizaa na waache gari tu waondoke. Abiria tayari walikuwa wameshaingia na hata wengine walikuwa wameshalipa nauli. Gari liliposhindikana kabisa, Kelechi akaamua kuambia abiria washuke. Hapo ndipo vurugu zikaanza. Baadhi ya abiria wanamdai Agatha pesa zao, wakimshutumu kuwa alikuwa ameshazichukua tayari. Agatha akajitetea kwa nguvu akisema kuwa hajachukua pesa za mtu yeyote, lakini kelele, matusi na vitisho vikatawala. Hayo ndio maisha yao kila siku, migogoro tu na lawama. Upande mwingine wa jiji tunakutana na huyu mdada anaitwa Angela. Ni mwanamke anaonekana kuishi maisha ya pesa sana. Anaongea kwenye simu hapa. Inaonekana kuna biashara anayoendeleza. Baada ya kukata simu tu hivi, Ben ambaye ni mpenzi wake akafika. Akajaribu kumkumbatia lakini Angela akamkataa baridi kabisa bana. Ben akashangaa. Akauliza kwani kosa lake ni nini? Lakini Angela hakumpa jibu la moja kwa moja. Badala yake akamwambia ingie jikoni akale kile chakula alichokuwa kimemwandalia. Hata hivyo, mazungumzo yao yakageuka kuwa mabishano makali sana. Angela akamfukuza Ben nyumbani kwake bila hata huruma. Inaonekana Angela ni mwanamke fulani hivi mwenye majivuno ya ajabu. Ben akajaribu kujitetea. Akamwambia Angela kuwa amechoka kudhalilishwa. Kuitwa tu pale anapohitajika, kufukuzwa kila wakati jambo linapokuwa shwari. Akapa kuwa hampendi kwa sababu ya pesa zake, bali kwa mapenzi ya dhati. Lakini Angela hamwamini. Kwa hasira akamwambia wazi kuwa wanaume kama yeye wanapatikana kirahisi sana na amwache kabisa aendelee na maisha yake. Hapo sidhani kama Angela alikuwa amedanganya, maana vijana siku hizi wanaabudu pesa kiajabu. Kwa uchungu, Ben akaondoka. Wakati huo upande mwingine, Kelechi anaonekana akiwa kwenye simu na muuguzi. Akaelezwa kuwa anatakiwa kumchukua dada yake hospitalini kwa sababu bili haijalipwa. Mpenzi wake alipokuwa anaingia, akalazimika kumwambia tu ukweli. Akamwambia kuwa simu kutoka hospitalini ilikuwa imepigwa na daktari wanadesha pesa ili mgonjwa wao aendelee kutibiwa, la sivyo ataachiliwa. Usiku unapoingia, hadithi inarudi tena kwa Angela. Anampigia Ben simu na kumtumia pesa. Ben akapokea na Angela akamsitizia kuwa amemiss kinoma, kwa hivyo aje nyumbani kwake. Lakini mwamba bado anasisitiza kuwa yuko kwa ajili ya pesa. Angela akamkatia simu ghafla. Huyu bwana anadharau kishua. Alipomkatia Ben simu, Ben akabaki kwa njia panda. Unadhani Ben atakwenda bana? Na je, ingekuwa wewe, je ungeenda mshikaji? Haya. Baada ya kulalamika sana, Ben akaamua tu kwenda. Si unaelewa masuala ya pesa yale? Ben alipofika tu hivi bana, wakaribishana na makisi, huku hamu ya ngono ikitawala. Angela anaonekana na upwiri wa ajabu hapa. Lakini muda mfupi baadaye, Angela akamfukuza tena. Inaonekana haya ni mahusiano ya sumu sana. Anamuita anapomhitaji, akishatosheka anamfukuza. Yaani anatumika kama sex toy. Siku inayofuata wadau, Agatha akiwa kazini kama kawaida yake, akutana na abiria mmoja hivi aliyekataa kulipa nauli. Mvutano ukaongezeka pale, hadi kupigana kukazuka ndani ya gari. Agatha akapigwa naye pia akalipiza kipigo. Kelechi akashuka na kuingilia kati. Hasira zimemjaa kinoma. Akamfukuza yule jamaa kwa hasira kali vile, akiahidi kulipiza kisasi kila tu atakapomuona. Baada ya ile vurugu kuisha, Kelechi akataka kila abiria aondoke, maana kile jambo lilikuwa limemvuruga akili. Ila mkeo akamsitiza kuwa wache tu apeleke, maana alikuwa ashalipa nauli. Asubuhi inayofuata bana, Kelechi kama kawaida yao akiwa na Agatha anajiandaa kuondoka nyumbani. Ghafla tu mlangoni kuna gongo. Alipofungua tu hivi, kwa kuwa na msichana mmoja alikuwa amesimama mbele yao hapo. Akawaambia, "Nimerudi." Na huyo msichana ukimwangalia anaonekana ni mpole sana. Yaani hata saa yoyote ametulia tu kama maji ya mtungi.
Maneno hayo yakawagonga sana radi, wakabaki kushangaa sana, hawakuamini macho yao. Kwani mbona hawakuamini? Tutakuja kujua. Asa huyu binti ndiye anaitwa Amaka, ndiye mdogo wake Kelechi. Unakumbuka kile kipindi ambacho daktari alikuwa anampigia Kelechi simu? Alikuwa anamuongelea huyu sasa. Na kinachonishangaza zaidi ni kwamba licha ya kusemekana kuwa huyu ni mgonjwa, Amaka anaonekana mzima kabisa. Au silo tunaona zetu? Na mbona inaonekana hawa masela hawana furaha kumuona? Tutajua baadaye. Siku inayofuata bana, Kelechi anaonekana hana amani. Amekaa tu kwenye ile matatu yao kama kawaida. Mawazo yamemjaa kichwani. Agadha kama kawaida yake tu anaendelea kuita abiria kwa sauti huku na huko. Lakini leo hakuna wateja kaka. Biashara imekufa kabisa. Agadha akawa amechoka pale. Akamfuata Kelechi na kumwambia kuwa siku hiyo afanane na siku zingine. Hakuna abiria hata mmoja. Kelechi akamjibu kwa huzuni akisema kuwa biashara ingekuwaje nzuri ikiwa mtu wa kwanza kumuona asubuhi alikuwa ni Amaka. Kauli hiyo inamkera sana Agadha. Akaanza kuhisi kama kuja kwa Amaka ndiko mkosi ilipoanzia. Jioni ilipowadia, wakarudi nyumbani wakiwa wamechoka ajabu. Ndani wakamkuta Amaka ameandaa chakula. Kwa bashasha yule Amaka akawakaribisha. "Oh, karibu mfalme wa England na malkia wa England. Nimewapikia chakula kitamu sana." Baada ya washikaji kufurahia, Kelechi na Agadha wakashangaa. Amaka asitiza kuwa kwanza wale kisha waende wakaoge. Walipojaribu kukwepa, Amaka akawa amekasirika kinoma. Akasema ameweka nguvu zake mingi sana katika kuwapikia. Kwa hivyo hana budi kula sasa hivi. Ila kwa hofu na mashaka wakakubali tu kula, ila shingo upande ujue. Lakini wanapofungua chakula wanakuta bwana kilichokuwa kimewekwa ni mawe. Hali inakuwa ya kutisha kabisa. Amaka anaishia kucheka tu akisema kuwa ni mzaa. Lakini kicheko chake akileti furaha kwa hao wadau. Bana hapa inadhihirika wazi kuwa bana Amaka ni chizi. Ama unaonaje hapa? Kweli hapa Amaka ni chizi. Ghafla Amaka anagundua kuwa hafurahi chakula chake. Akaumia sana moyoni, akaanza kulia. Kisha kaondoka mbio na kujifungia chumbani. Asa hiyo nyumba ikabaki imetulia kwa ukimya mzito sana. Kwa hofu, Kelechi akachukua simu na kumpigia tena muuguzi. Kwa sauti ya wasiwasi bwana akamwambia kuwa Amaka hajapona. Hali yake ya akili imezidi kuwa mbaya. Ila akaomba kuanza kulipa madeni ili tu aje achukuliwe. Kelechi akaahidi atalipa, lakini akaomba kwanza waje wamchukue haraka kama inawezekana. Siku inayofuata bana, asubuhi ya Agadha na Kelechi wakiwa kazini, ghafla mwanamke mmoja akapita. Na huyu inaonekana ni Angela. Akiwa na begi lake lililojaa na nyaraka muhimu, sijui pasipoti, kadi za benki na vitu vya dhamana. Kama unavyojua hali ya ghetto, masela akapita na ile begi haraka. Kelechi kuona hivyo, akaamua kumsaidia mdada. Akamkimbiza yule muizi. Muda mfupi baadaye, Kelechi akarudi na ile begi. Angela akafurahi kinoma. Akalikagua kuhakikisha kama kila kitu kiko salama. Inaonekana Angela ana tabia ya kutoamini wanaume. Baada ya kudhibitisha kuwa kila kitu kipo, akataka kumshukuru Kelechi. Akamkabidhi Kelechi kadi yake ya biashara, kisha baadaye akamwambia ampigie simu. Hii ni maajabu sasa bana. Maana sisi tunamjua vizuri Angela alivyo. Haya, lakini kabla tujaendelea kuona maisha ya usika haya yatakavyobadilika, kama ungependa simulizi zinazoguza moyo na kufundisha maisha halisi, follow channel hii, like hii video na washa notification bell ili tu usikose simulizi nyingine kali kama hii. Tuendelee sasa. Angela bana akasitiza Kelechi kuwa akipata shida yoyote ile ampigie simu. Kwa kujiamini akaongezea kuwa hatapata mwanamke wa aina yake tena maishani. Kisha akaondoka, akimwachia Kelechi akitazama kadi ile kwa muda mrefu kuliko inavyopaswa. Usiku huo bana, wanaporudi nyumbani kina Kelechi wakuta sebule imevurugika ajabu. Makochi yamenuliwa kana kwamba kuna mtu alikuwa akitafuta kitu fulani chini. Kelechi akamuita Amaka. Kamuuliza kwani Amaka nini kinaendelea hapa? Amaka akasema bana nilikuwa natafuta mtu fulani anaitwa sijui Chinedu. Sasa kwani mtazamaji Chinedu ni nani? Tutakuja kujua tu. Maneno haya sasa yakamshangaza Kelechi. Akamkaripia dada yake ajabu. Akamwambia rudisha akili yake sawa. Maisha yake tayari yalikuwa magumu. Sasa alikuwa anaishi na dada yake mwenye matatizo ya akili yameongezeka ajabu. Usiku manane, Kelechi hakuwa na usingizi. Alishikilia simu yake pamoja na ile kadi ya Angela. Alitazama kwa makini tu. Agadha akaamka na kumuuliza kwa nini alikuwa akitazama ile kadi hivyo. Kelechi akajitetea akisema kuwa aligundua Angela ni mwanamke mwenye kampuni kubwa sana. Na huenda Mungu amemleta ili amsaidie. Haya. Agadha kwa mshangao mkubwa akamwambia kuwa kama anaamini ni baraka, basi ampigie simu. Mazungumzo hayo hayakuishia pazuri. Wewe unaelewa tu wanawake wanavyokuwa. Akampea ruhusa lakini kishingo upande. Mwishowe Kelechi akaamua bwana isiwe noma. Akaacha kumpigia simu na akalala. Asubuhi iliyofuata kisirisiri tu hivi Kelechi akampigia simu Angela. Wakazungumza kwa muda. Kisha Angela akamwalika aende kwake kuonana. Alisema angeweza kumsaidia hasa kuhusu tatizo lake la Amaka. Agadha alipojua hivyo akamruhusu tu aende. Ingawa moyo wake haukutulia. Basi mchizi si akaenda. Kelechi alipofika nyumbani kwa Angela akashangaa sana na ukubwa wa nyumba. Yaani jumba liko kubwa sana. Hajawahi kuingia mahali kama hapo.
Angela akamkaribisha kwa tabasamu la siri. Kisha akamuuliza akunywe nini. Kelechi akasema atakunywa maji tu. Lakini Angela akakataa. Akasema kuwa atakunywa kile ambacho atamletea yeye. Haya basi siwe kesi, akakubali. Wakati huo nyumbani kwa Kelechi, Amaka akawa amevaa vizuri ajabu. Alipomuona Agatha, alificha ile pete alikuwa amevaa. Kwa furaha ajabu bwana akatangaza kuwa amechumbiwa. Anasema pete hiyo alipewa na mtu anaitwa Chinedu, yule ambaye niliwaambia kuwa anashinda akimtajataja. Sasa mtazamaji, kwani huyu Chinedu ni nani? Maana Amaka amekuwa akitajataja sana hili jina. Basi endelea kutazama hili movie hadi mwisho utamjua tu. Kabla Agatha hajapata kumjibu, mlangoni ukafunguliwa. Kelechi akaingia akiwa amelewa ajabu, akajitupa kwenye makocha akalala. Agatha na Amaka walibaki tu kumshangaa. Baada ya kuwa kazini, Kelechi akagundua kuwa mpenzi wake hana furaha. Agatha akamkabili akamuuliza, "Hebu niambie ukweli, kwani jana kuliendaje?" Kelechi naye kama kawaida akajitetea akasema, "Hakuna chochote kilichotokea, ila alikuwa amepokea pombe na kunywa kupita kiasi." Hasa hapa ikabidi arudishe kumbukumbu jinsi kulivyokuwa. Hapo ndipo simulizi la kweli inaanza kufunguka. Sasa Kelechi akaanza kumuelezea Angela situation ya Amaka. Alisema kuwa zamani Amaka alikuwa kwenye mahusiano ya muda mrefu sana na mwanaume mmoja tu hivi, alikuwa celebrity hivi. Hiyo mwanaume alimwahidi ndoa. Sasa huyo mwanaume ndiye aliitwa Chinedu. Walipanga maisha yao pamoja, akafika hadi hatua ya kujiandaa kuoana. Lakini ghafla mwanaume akafanya nini? Akatoroka akamwacha. Kisha akaenda kumwoa mwanamke mwingine. Sasa huo mshtuko ndio ulimfanya Amaka akawa chizi kabisa. Tangu siku hiyo akili yake ikawa haiko sawa. Mara kwa mara umuita yule mwanaume kwa jina lake ile. Unasikia akimuita mara sijui Chinedu, sijui nini. Sasa Kelechi alipomaliza kumhadithia, akamwambia kuwa alikuwa anahitaji 800,000 ili ampeleke Amaka hospitalini apate matibabu. Angela akamsikiza kwa makini kisha akamuuliza bwana, 80,000 peke yake? Yaani inaonekana mdada kwake pesa sio shida. Kelechi akadhibitisha akasema kuwa ndio 80,000 hiyo ndio shida yake. Angela akubali kumsaidia lakini akampa masharti. Akamwambia kuwa angempa pesa hiyo lakini angehitaji msaada kutoka kwake. Kwani mdada anataka nini sasa? Kelechi alishangaa tu. Akajiuliza ni msaada gani angeweza kumpa mwanamke wa kadhi kama hiyo. Sasa Angela akamwambia waziwazi. Akamwambia kuwa lazima ae na yeye, yani amtoe upwiru. Kelechi alikataa bana. Alisema kuwa hawezi kufanya jambo kama hilo. Lakini Angela hakukataa tamaa. Akabadilisha mkakati. Akamwambia kuwa yuko tayari hata kumpa zaidi. Yaani kila mara kila na yeye tu hivi atakuwa anampa pesa. Akamwonyesha hesabu ya maisha mapya. Yaani ndani ya siku chache Kelechi angekuwa na pesa mingi ajabu. Hata zaidi alivyokuwa akihitaji. Sasa mtazamaji, ingekuwa ni wewe ungefanya nini? Yaani uzagamuana tu, alafu pesa zinaingia. Kelechi bana akabaki akitetemeka tu moyoni. Mawazo yakamjaa bana. Akasimama kwa mlango muda mfupi kisha akajiuliza bwana, sijui nifanye nini? Niende ama nisiende? Ila akaamua tu atapotezee na akaenda. Sasa hivyo ndivyo kulivyokuwa sasa. Sasa Agatha alimwangalia Kelechi kwa macho makavu sana. Akamuuliza atafanya nini? Kelechi akakiri kuwa ndio ako na shida ya pesa, lakini moyo wake hawezi kubali kumsaliti mke wake. Baby, sasa kama hapa ningekuwa mimi mwenyewe sipo sasa, ungefanya nini? Naye Kelechi akajibu akasema, si ningeenda kuzangamwana tu hivi. Mimi ningeenda nimzagamue anipe zile hela. Sasa aliposema hivyo, sasa mdada hakuwa na budi. Akamwambia tu basi mshua fanya nini? Wewe fanya elekea tu. Yaani hapa inashangaza sana. Yaani kama ingekuwa ni wewe mtazamaji, yaani ukubali kupea mshua wako yani ile ruhusa ya kwenda kulala na mtu mwingine, wewe ungekubali? Mimi sidhani maana yake mimi kama mwenyewe nina wivu, siwezi kubali. Sasa maneno hayo akamwacha Kelechi akiwa na medua kabisa. Akaanza kujiuliza bwana, hii ni kama setup Hii ni kama setup. Sasa siku iliyofuata tunajua kupata kitandani bwana Kelechi tayari shamzagamua nani? Angela. Yaani haikupita muda bwana. Angela alionekana bwana na furaha ajabu. Ametulia, yani kumaanisha kuwa alishachapwa hatari. Upande mwingine wa jiji, Agatha alikuwa amekaa peke yake. Yaani amekaa tu anajisuta moyoni. Hapa anajua alikuwa mshikaji wake, kuna mahali anazingamuana tu. Anatia dude anatoa. Yaani hata kama ingekuwa ni mtazamaji, lazima ungeshikwa na shauku. Akawa na furaha pale. Asamaka akamkuta Agatha akiwa katika ile hali. Kwa pole akamuuliza bwana, nini? Mbona uko sawa? Agatha akajitahidi kutabasama kumwambia kuwa mambo yote iko sawa. Ila manake hakutaka kumwambia ukweli. Asubuhi iliyofuata, Angela akamwamsha Kelechi kukarimu bana. Akamwandalia chakula, yani kama mume wake. Kisha akamwambia bwana, karibu unywe. Ila Kelechi akaonekana kuwa ana haraka ya kwenda. Angela alipoona kuwa Kelechi anataka kwenda, akampa ofa mpya. Akamwambia bwana, aongeze siku zingine zaidi na atampatia 2,000,000. Mshua akasikia 2,000,000. Yaani kuzagamuana tu. 2,000,000. Angela akaongezea kuwa kuna jambo Kelechi alikuwa amemfanyia usiku uliopita ambao hajawahi kufanywa tena. Kwa sababu alitaka mchizi abakie. Akaahidi kuwa atamtunza kikamilifu, yani malazi, chakula, mavazi na kila kitu. Wadau, kumbe bidii ya kitanda inalipa ujue.
Sasa hapa hatukupewa jibu la Kelechi moja kwa moja. Badala yake simulizi kamia mtaani pale kwa Agatha. Sasa Agatha alikuwa kazini. Ile matatu yao alikuwa akitegemea sana ilikuwa inakataa kuwaka. Akampigia Kelechi simu mara kwa mara, lakini simu haikuwa inapokelewa. Hizi dalili zilikuwa zinaonyesha kuwa Kelechi hajarudi nyumbani bado yuko kwa Angela. Usiku ulipoingia, Agatha akarudi nyumbani akiwa mchovu wa mwili na moyo. Akamkuta Amaka akifanya mambo ya ajabu. Alikuwa akizungumza kumbukumbu kuhusu yule jamaa wake aliyeitwa Chinedu, yaani yule mwanaume aliyemtelekeza. Agatha akakaa naye kwa utulivu, akamwambia kuwa mwanaume huyo hayupo tena katika maisha yake, kwa hivyo amsahau. Wakala pamoja, lakini ndani ya moyo wake Agatha ulikuwa na mzigo mzito sana. Kelechi ambao bado hajarudi, anafikiria tu. Wakati huo Kelechi na Angela walikuwa wamekaa sebuleni. Yaani ukiwatazama kwa mapozi walikuwa wanakaa kama wanandoa wawili yani. Yaani Angela alikuwa amelalia mume wa mtu, yaani kama mume wake vile. Simu ya Kelechi ilikuwa tu inaita mara kadhaa, lakini hakudhubutu kupokea. Yaani inaitwa power of money. Asubuhi iliyofuata Agatha akamshauri Amaka kuwa wachome zile nguo zote ambazo zinamkumbusha zile kumbukumbu za yule mwanaume. Akaamini kuwa kufanya hivyo ingemsaidia Amaka kuachilia maumivu ya zamani. Basi hapo wakusanya kila kitu wakazichoma. Sasa moto ulipowaka, Amaka alikuwa analia ajabu, akijua kwa kumbukumbu ya mume wake ishapotelea mbali. Baada ya kuzichoma zile nguo, Agatha akamshika Amaka mkono, akamwambia waingie ndani, wakati ile moto kijizime yenyewe. Lakini usingizi haikumkaribia Agatha. Alikuwa amekaa tu pale kimya, macho ameweka kwenye simu. Alipigia Kelechi tena, akampigia tena, lakini hakuwa anajibiwa. Mawazo yakaanza kumlemea yani, yakimfanya jinsi si mke tena. Sasa Amaka akaja tena taratibu, akaomba lale naye pamoja. Agatha akakubali tu. Wakapeana usiku mwema, lakini usingizi haukumjia Agatha. Mawazo yote ujue bado yako kwa mumewe. Upande mwingine wa jiji, Kelechi aliendelea kuishi katika dunia tofauti kabisa. Akapokea huduma, mapenzi na uangalizi kutoka kwa Angela. Huku simu yake iliendelea tu kuita bila kupokewa. Asubuhi iliyofuata, Angela akawa anarudi nyumbani akiwa na tabasamu la ushindi bana. Akawa amebeba Kelechi iPhone mpya. Kelechi akafurahia ajabu. Yaani katika maisha alikuwa tu anayota. Hakuwa anajua kama atakuja kuyaishi siku moja. Akawa anatabasamu kinoma. Sasa kinachonishangaza hapa ni kuwa mbona Beni hakuwa anafanywa hivi? Kwanza Beni alikuwa anadharauliwa sana. Ama Beni hakuwa anamfikisha kilele. Kwani huyu jamaa anapigaje? Kama misondo au vipi? Sasa Angela akamjulisha mshikaji jambo fulani. Akamwambia kuwa kesho kuna dinner party ya kifahari ambapo sasa kila mtu anatakiwa kwenda na mpenzi wake. Akamwambia kuwa yeye ana mpenzi, kwa hivyo anataka aende na Kelechi. Basi Kelechi hakuwa na budi kukubali. Siku iliyofuata Kelechi akajiandaa kupita kiasi. Mavazi yake yalikuwa yanang'aa, yani sura haikuaminika. Angela akamtazama kwa mshangao, kana kwamba haamini kama huyu jamaa ni yule dereva bana. Taratibu tu hisia zikaanza kumpanda, akaanza kuchanganyikiwa. Sasa ujue haya yalikuwa makubaliano bana. Ila Angela ameweza kuingiza mapenzi. Yeye mshikaji yako pale kwa ajili ya pesa, naye Angela anajua ameweza kuingiza mapenzi pale. Sasa baadaye Angela akamtengezea mshikaji bana mazingira mengine ya kimahaba. Akamwambia wazi bila kumficha kuwa ana hisia naye. Yaani anampenda na anatamani wawe pamoja. Lakini Kelechi akamwambia kuwa yeye ana mke wake, kwa hivyo anataka mapenzi. Sasa maneno yakamvunja Angela moyo. Kelechi akaondoka, akimwacha huko akiwa na upweke. Upande mwingine wa jiji, Agatha alikuwa amechoka na ukimya. Akaamua rekodi voice note pale na mtumie mume wake. Huko akimwambia Kelechi kuwa siku 8 zimepita, hajui yuko wapi. Amempigia, amemtumia ujumbe, hakuna hata majibu. Akauliza swali moja tu, bado yupo naye au la? Akijibu atajua bado anampenda, ila asipojibu atajua kuwa kila kitu kimeisha. Akamtumia ile ujumbe akiwa na machozi. Sasa wakati huo Amaka akaja na ripoti nyingine. Akamwambia kuwa kuna kijana fulani amemchumbia na anataka waende date na yeye. Agatha akamshauri kuwa awe makini. Sasa hapa Amaka akataka kujua kwani kakake yuko wapi. Agatha akavunja ukimya, akamwelezea kila kitu from A to Z. Amaka akajilaumu sana, akahisi mateso yote ni kwa sababu yake. Lakini Agatha akamkumbatia kwa upendo, akamwambia kuwa si kosa lake na bado anaamini Kelechi atarudi tu. Usiku huo Kelechi pia hakupata usingizi. Alikuwa amekaa tu kimya akisikiza ile voice note ya Agatha. Akasikiza ile maumivu ambayo mke wake anapitia. Akaona saa hapa hana budi. Asubuhi iliyofuata Kelechi kabidi afanye uamuzi. Akaenda kwa yule mdada akamwambiaje, "Mimi bwana nimeamua kwenda. Nitakuachia kila kitu ambacho umenunulia ili aende kwa mke wangu." Mdada akamwambia, "Hapana, usiende bana. Mimi nakupenda. Na kila kitu nimekununulia kwa sababu ya upendo. Si kwamba nimekununulia tu nikutumie. Mimi nakupenda ukweli." Ila mchizi akasema kuwa anampenda mke wake. Sasa mama akafunga safari. Alipofika nyumbani, hali ilikuwa imeharibika kabisa. Agatha alikuwa amehisi amesalitiwa kabisa. Hakutaka tena ukaribu na mume wake. Huko nyuma Angela alikuwa amezidi kumpigia Mwamba. Ila Mwamba hakuwa anapokea simu. Siku moja Angela akapiga simu. Mwamba akabidi atoke chumbani
aende aongee naye nje. Mwamba akamwambia Angela kuwa bwana, usinipigie simu tena, mimi nilishakwambia kuwa mimi nimeoa na kuwa nampenda mke wangu, siwezi tena kuwa na wewe. Hiyo ilikuwa kazi na kazi imeisha, kwa hivyo siwezi kuwa na wewe tena. Yaani ilibidi amwambie tu kweli. Sasa yote akiendelea, kumbe mke wake alikuwa anamwangalia hapo nyuma. Akasikiza maneno ni matamu sana, akajua kuwa mume wake anampenda na anamjali pia. Sasa Agatha akafurahia sana, akaanza kutabasamu tu pale, akaanza kumkonyezea mume wake kale kamacho, kumwambia njoo ule, njoo ule. Mchizi akashangaa, vipi? Njoo ule. Yaani sasa furaha imesharudi. Wakati ukapita, muda ukapita, Angela alikuwa amemiss tu mshikaji, ikabidi aende nyumbani kwake. Alipoenda akaanza kuongea kwa madharau, akajigamba kuwa ana mali na uwezo wake. Hasa mbele ya macho yao akaanza kumtumia Kelechi pesa hapo hapo. Kisha akasimama kwa kiburi akidhani kuwa huyu ni Beni. Kelechi akabaki ameduaa. Agatha akawa anaumia sana, lakini akasimama imara. Agatha alipohisi kuwa madharau imezidi, akaamka. Akabidi wafokeane yule mdada. Akapelekana mbio, akamtusi, kisha akamfukuza. Siku baadaye zikapita polepole. Mbali kwa Agatha, Kelechi na Amaka, furaha kazidi kurudi taratibu. Wakawa wanacheka, wanacheza, na wanajisikia kama familia tena. Ghafla jana alikuwa akimchumbia Amaka akarudi. Akasema kuwa anajua kila kitu kuhusu hali yake na bado yuko tayari kumwoa. Akaleta zawadi ya $2,000,000 ili tu kumsaidia maisha yao na matibabu ya Amaka. Furaha ikaja ndani ya nyumba hiyo tena. Amaka akamshika Agatha mkono, wakatoka nje ili tu waache majamaa wakiongea. Na hapa ndipo inakuwa mwisho wa hili filamu. Inaitwa Wheels of Love. Hii hadithi inatufunza kuwa tamaa inaweza kuvunja moyo, lakini pia upendo wa kweli hauwezi kununuliwa kwa pesa. Kama umefurahia simulizi kama hii, usikose kusubscribe channel hii, gonga like na kuwasha notification bell ili usikose hadithi nyingine kali kama hizi. Asanteni.